kumimina kwake, ndivyo unavyozidi kumjua Mungu. Anasema mimi ndimi kweli. Bwana sasa hivi, ukisema namjua mtu unamaanisha nini? Na ukisema namfahamu unamaanisha nini? Ami yule namjua mpaka zedi kabisa, yule toka tuko naye chekechea. Au ukitaka kumjua mtu unamjuaje? Msikilize maneno yake, msikilize anachozungumza. Anasema hapo mwanzo kulikuwako naye neno alitoka wana, naye neno alikuwa ni nani? Nani anaweza akatenganishwa na maneno yake? Bwana asifiwe sana. Utukufu wa kwako wewe na utukufu wa neno lako viko sawa, hata unavyozungumza kwa watu. Bwana asifiwe sana. Nikimaanisha hivi, neno niache kwa kuanza la askofu linakuja na utukufu wa nani? Kwa hiyo neno la askofu ni askofu. Na ukitaka kumjua askofu, fuatilia maneno. Sasa Mungu hakutaka aje akae tuanze kumchambua, akasema sasa nalituma neno. Ndio maana Yesu anasema mimi ndimi kweli. Kwa ufunuo wa mbinguni ni Yesu Kristo. Ufunuo wa Mungu, kumdhihirisha na kumjua Mungu, kujua utukufu wa Mungu ni nani? Yesu Kristo. Yohana 1:17. Kwa uwezi ukamjua Mungu mpaka umjue Yesu Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ni muhimu sana, na hauwezi ukamwabudu Mungu wa mbinguni ikiwa humjui. Unaelewa hiyo statement? Huwezi ukamwabudu Mungu wa mbinguni ikiwa humjui. Na kama unasema unamwabudu Mungu wa mbinguni ingali humjui Yesu Kristo, ujue sio Mungu wa mbinguni. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hayo ni mambo ya muhimu kuyazingatia. Kwa hiyo hakuna na haiwezekani kumwabudu Mungu nje ya Yesu Kristo. Lazima umjue Yesu Kristo, na ukimjua Yesu Kristo umemjua Mungu wa mbinguni, na ukimjua Mungu wa mbinguni, wewe unayemwabudu maishani mwako ni Mungu wa mbinguni. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa watu wanajikuta wanaabudu miungu hawajui, wako huko duniani. Sema unajua, sisi hatuamini tu Yesu, ila tunamwamini Mungu wa mbinguni. Hakuna namna nyingine. Kweli ya mbinguni ndo Yesu. Jamani, si sawa? Yohana 1:17 inasemaje? Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa nani? Wa Yesu Kristo. Neema na kweli. 8:31 na 32. Tuone 8:31 na 32. Yohana 8:31. Yohana 8:31 na 32. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Na Yesu ndio nini? Kweli. Na kweli ndio inayomweka mtu huru, ndio inayomfungua mtu
kubaki kwenye vifungo wakati mwingine ni kwa sababu ya kutokujua ukweli, na Yesu ndo kweli, na hiyo kweli ndo inakuweka kuwa huru. Kwa mtu asipoijua kweli atabaki utumwani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ni mambo muhimu kuyafahamu. Yohana 17:17 mpaka 19. Yohana 17:17 inasema hivi: uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Umeelewa eh? Hata kutakaswa na kufinyangwa kwa mtu ni kwa neno la nani? Sisi tunazaliwa upya kama inavyosema Wakorintho wa kwanza 5:17 ya kwamba mtu imekuwa akiwa ndani ya Kristo amekuwa, ya kale yamepita na tazama yamekuwa nini? Mama yake kufinyangwa kwa mtu na kubadilishwa ni kwa njia ya kweli. Na ndio maana Warumi 1:16 inasemaje? Sitaionea haya injili ya nani? Kwa maana ni uweza uletao nini? Wokovu. Huwezi, yani bila kweli ya Mungu huwezi ukabadilisha watu kutoka kwenye tabia mbaya za ufalme wa giza kuja kwa nani? Haiwezekani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na hakuna anayeweza akafunguliwa na akawa huru bila neno la nani? Kwa sababu Mungu hatendi nje ya neno lake. Mungu hafanyi nje ya neno lake. Imeandikwa kwa kupigwa kwake tumepona. Basi kwa sababu ya kweli yake, basi kwa kupigwa kwake tumefanya, tumepona. Jamani, Bwana asifiwe sana. 17:17 nadhani nimesoma. 18 kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. 19 na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na wao watakaswe katika kweli. Ile kweli uliyoibeba ndani yako ambaye ni Yesu Kristo, hiyo ndiyo huwa inakutakasa. Kutakaswa kuna namna nyingi. Kuna position sanctification, kuna progressive sanctification, na kuna utakaso wa aina kama 3. Kwa sababu hata kubadilishwa mili yetu, kuvalishwa mili ya mbinguni wakati wa unyakuo nao ni utakaso. Bwana asifiwe sana. Na utakaso ndio unaotupandisha utukufu hata utukufu, yaani kumjua Kristo katika utukufu hata utukufu. Kwa hiyo tunasafishwa. Utakaso si kwa maana tu ya dhambi, ni kwa maana ya kupanda na kutengemezwa na kuimarika na kutafuta ukamilifu wa Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini unatakaswa na nini? Na hiyo kweli. Unafinyangwa na hiyo kweli. Unatengemezwa na hiyo kweli. Mkristo kweli kweli, mwana wa Mungu kweli kweli, hafinyangwi na kitu kingine. Nasema huyo neno alikuwa kwa Mungu. 1:12 akasemaje? Akasema na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Na kuwa mwana wa Mungu ni tabia. Maana yake hao watu wanabadilishwa. Wote waliompokea huyo neno Yesu Kristo, kweli ya Mungu, aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Huwezi ukawa mwana wa Mungu neno au kweli ambaye ni Yesu Kristo umelikataa. It's so difficult. Ni ngumu, na mtu hawezi akabadilika. Neno ni upanga, lina uwezo wa kupruni na kumsafisha mtu. Huwezi ukafanya pruning bila kitu cha ncha kali. Sasa kwa habari ya tabia, nafsi na vitu vingine, haiwezekani mtu kubadilika bila neno la Mungu, kwa sababu wote waliyempokea huyo neno
hiyo kweli ya mbinguni aliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu. Neno unapolipokea linakupa kuyaishi maisha ya kiungu, kuyaishi maisha ya namna yanayofanania na mbinguni. Ile hali ya kuyaishi maisha ya duniani ni matokeo ya kulikataa neno la Mungu, ni matokeo ya kukataa kuenenda sawa sawa na neno la Mungu. Ile hali ya kuenenda kama watu wa dunia na kuipenda dunia ni kwa sababu ya kuikataa kweli. Anasema mimi ndimi njia, kweli na huo uzima. 3, namaliza. Uzima. Hakuna uzima bila Yesu Kristo. Na naomba nizungumze uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Na huu uzima naomba nizungumzie wa kiroho hasa. Kuna wengine nikisema uzima anajua ni mwilini tu, lakini kwa kupigwa kwake tumefanyaje? Tumepona. Na sio kupona tu rohoni, tumepona roho, nafsi, mwili. Na kwa huyo tunaponywa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo yeye ni uzima, na huu uzima unaozungumzwa eternal life, uzima wa milele, maisha ya umilele. Lini, muulize jirani yako, lini umeanza kuyaishi maisha ya umilele? Au utaanza lini kuyaishi maisha ya umilele? Kuna watu wanafikiri wakiingia mbinguni ndo wanaanza kuyaishi maisha ya umilele. No. Mkimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wenu, mnao uzima wa nini? Na ndio maana nasema aniaminie mimi hata kufa ataishi milele. Hawakumwelewa hii sentensi.